anaambia mtu wachana na ndugu yake? Na hao wako Kasongo. Kama mnataka Kalonzo mtoke kwa Kasongo mkuje mwambie mkiwa badala. Wengine wanakuja kuniambia wachana na Kalonzo. Hakuna pahali mtaenda na yeye. Mimi siko na Kalonzo kwa sababu ya siasa. Hapana. Mimi niko na Kalonzo Musyoka kwa sababu hii familia. This is a family issue. Na mimi nataka kuambia Kasongo na familia yake, muachane na familia yetu. Sijui mko na familia zenu. Mnauliza nini familia yetu? Mambo ya familia mtajulia wapi? Si mambo yetu tunaongea kwa nyumba kama familia. Sasa ile tunapanga kama familia, mko ndani nyinyi mtajua. Wabaya huko kwao. Kabisa. So mimi niulize nyinyi watu wetu. Bye. Kiongozi wenu ni nani? Iko mwingine? Iko mwingine? Na hii chama ya kina Kabaloko inatoa watu kwa wapi? Mimi nauliza huko Machakos Town, hii Kasongo anapata wabunge kutoka wapi? Na huyu ndio kiongozi wenu. Huyu kiongozi ataenda wapi bila askari? Mimi nataka nikiwa hapa Kadiani, si hapa ndio kwa General Mulingi. Yule alisaidia Jomo Kenyatta. Nyinyi ni wangwana. Na nyinyi mnajua mambo ya askari kwa sababu ya Mulingi. Kama kuna constituency imepatia Stephen Kalonzo Musyoka askari, huyu mheshimiwa Boy ni watu ya Kadiani. This is a very dependable general. Huyu akiweko Kalonzo anaona mpaka anaota. Akijua hapo sawa. Mtashikilia Boy? Mimi naomba watu ya Kadiani mshikilie huyu mtoto. Kama unataka kusaidia Kalonzo na mjisaidie, mtamshikilia. This is a good foot soldier ya Kalonzo. Si ndio? Mimi naomba nyinyi tutembee pamoja. Sisi tumeketi na Kalonzo kama mama, natembea mtiani na kila mtu. Na tutasikizana tuwe mtu mmoja. Lakini nyinyi huyu Kalonzo wenu kama anatukanwa hapa Ukambani na kina Kawaya na wengine na umenyamaza, heshima atatoa wapi kwingine? Si lazima mfalme ashimike nyumbani? Kama watoto wanazunguka huko wamepewa pesa na Kasongo wanamtukana, na nyinyi mnakosa kumlinda. Lakini hapa Mumbuni North mlifanya mbwana. At least mlionesha mnaheshimu viongozi wenu. Mimi niulize tu, hii safari mrefu huyu Kasongo mwenye dawa yake. Na tunajua na yeye vizuri. Waswahili mimi ndio nilimsaidia akakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Nilienda pale Mlima nikasanya 3.8 million votes. Nikampatia kiti ya rais. Kufika pale akakuwa mcheuni. Akanisaliti, akasaliti jamii ya Mlima, akatugeuka, akatupiga, akaanza kutuita wakabila. Siku tulikuwa tunamsaidia alikuwa anasema sisi ni wangwana. Sasa ile tumeamua tumemalizana na yeye, anasema sisi ni wakabila. Sisi tukichagua William Ruto alikuwa Mkikuyu. Alikuwa Mmeru. Alikuwa Mwebu. Sasa anaona sisi kama ni mali yake kwa sababu tulimpatia kura. Hiyo kura hiyo tulimpatia, tukiamua kupatia huyu Kalonzo atadu. Unajua sasa mimi nilimwambia wewe William Ruto, mimi nilikusaidia na watu ya Mlima mkakuwa rais. Nilisanya watu ya Mlima nikakupatia. Mimi nitawasanya wote vile niliwasanya kukusaidia kupeleka nyumbani. Na yeye anajua mimi nikiahidi kitu mimi nafanya. Kwa sababu nimemwambia wewe utakuwa rais, tutakusaidia, na akakuwa. Nimemwambia tutaunganisha watu na Wakenya wengine, itakuwa one time, utaenda nyumbani one way. Na ndio sasa hata
hataki nifanye mikutano. Anatuma guns kunipiga, polisi kila pale, kwa sababu anajua mimi nikiongea na watu huko nyumbani wanasikiza maneno yangu kama dawa. Kwa sababu mimi ni mtu ya ukweli. Sasa ananizuia niongee na hao. Lakini mimi nimejipanga siku hizi. Akinizuia mimi navaa vizuri na ng'ang'ana na ingia. Jana alikuwa ananikataza kufika hapo, nikaongea na watu 20,000. Ndani ya hiyo watu kulikuwa watu kama 300 walikuwa wake. Walipoona vile ametupiga na tiaka wakapinduka wakakuja pale yake. Sasa yeye vile ajui ile Wakikuyu wako pale ni watu ambao hawataki fujo na hawataki kutishwa. Walipiga mzungu mweupe akarudi kwao. Sasa kati ya mzungu mweupe na William Ruto nani hapa huko? Sasa mimi nimesema hata akinikataza kwenda round, sasa nitaenda Gatundu South pale kwa Uhuru Kenyatta. Nifanye mkutano hapo, nikoroge maneno, nikoroge niwache mingia hii. Akitaka kutuma watu tutakutana kwa round. Lakini sasa pia nitaongea na Wakikuyu for 3 hours. Niwapatie maneno mpaka masikio ikiwe moto. Kama nipatie nyinyi maneno mpaka masikio ikiwe moto. Kama nipatie nyinyi maneno simpatie. Mimi nataka nimwambie Wakamba. Hii kura yenu is the most dependable vote in the Republic of Kenya. Because huyu Kalonzo akimwambia right, munaenda right. Kila mtu apate kura. Nataka mung'ang'ane mfikishe kura milioni 4 na itafika. Si ndio? Unajua sisi Mheshimiwa Kalonzo anataka kuwa rais, Matiang'i anataka kuwa rais, huyu Eugene anataka, Tembea anataka, Martha Karua anataka, Kia Mtata anataka, kila mtu anataka. Tutaketi pale kwa meza. Kila mtu ajitetee. Huyu Kalonzo atajitetea, ni wakili. Lakini kwa hali kwa hiyo vita mtamsaidia. Na hiyo mimi nataka nimwibie siri, kumsaidie, atakuja na faida yake. Sababu mimi naitwa Kalonzo Musyoka. Niko hapa. Mimi nilikuwa vice president ya Kibaki. Tukafanya Vision 2030. Sisi na Kibaki ndio tulete masomo ya bure. Sisi ndio tulete mambo ya pesa. Mimi sijaiba mali ya mtu Kenya. Halina CV yake ambayo ni nzuri. Si ndio? Muulize sawa. Hiyo yote tunasikia. Lakini kutoka nyumbani Ukambani umekuja umejipanga aje? Uko na nini? Uko na nini Kalonzo? Hasa kutapata baozi hivi. Sema uko na nini, itakuwa imeisha. Ndio tuone kama sikiongezwa sinaweza tosha. So nyinyi msikuandikisha kura, huyu Kalonzo atajitetea na nani kabisa? Sasa yeye akija na milioni 1 unusu na mimi niko na milioni 6 nitamsikiza. Lakini akiwa na 4 milioni unasema yeye atoke nao. Iwasema endelea. Mtamsaidia huyo kiongozi? That is the way to help him. Kama unataka akuwe the flag bearer in United Opposition, he must come to the table mkimsaidia na kura milioni 4 tuanze kumsikiza. Kwa sababu wengine hapo iko sawa. Masomo iko sawa. Wakili iko sawa. Mambo ya ufisadi hana ripoti. Alifanya kazi na mzee Kibaki, all his issues are good. Imebaki tu mambo gani? Utamwokoa? Utamsaidia? Ni mambo utaidia. Mimi nimesikia akisema hapa kikao, mimi naelewa. Akauliza akishika pembe utavumilia mateke? Sisi ameuliza nini? Mtavumilia?
Kikwetu tunauliza the same. Daji tawa nani moko mbele ya mateke. It's the same. Hi cousins. Mtakusaidia ukiongozi. Let me tell you my people, my cousins. Hii kitu tumemaliza, tunabaki nini? Tumepita hesabu imeingiana. Tunangoja 4 million votes ya Wakamba. This maneno ya Kasongo kwenda nyumbani is finished. Aenda wanoi. Mpira kwenu. Mpira kwenu. Unajua huyu Ruto na tarau huyu Kalonzo. Anasema ati ni mjinga, ati hana akili. Na unajua ni kwa nini mimi nimeelewa huyu Ruto? Because he is the exact opposite. Anashindwa Kalonzo ni mtu ya aina gani ndio anasema hana akili. Akiwa vice president 5 years ati hakutengeneza barabara ya kwenda kwake. Kwa sababu Ruto within 3 years amechukua shamba pale Naivasha pale naitwa Nabiri. Ameweka barabara ya 14 kilometers kwenda kwa shamba yake. Hapa Ruai amechukua shamba ya sewage. Pahali yote ya watu Nairobi Kipeleko amechukua hiyo shamba. Ameweka barabara ya 12 kilometers kwenda kwa hiyo shamba. Pale Taveta iko shamba amechukua 3000 acres. Ameweka barabara ya 74 kilometers. Pale Kilgoris alichukua shamba ya Mumbi. Ameweka barabara ya 21 kilometers. Pale inaitwa Corel Farm ameweka barabara ya 11 kilometers. Within 3 years. Sasa akiona vile amefanya kutengeneza barabara ya kwenda kwa shamba yake na miaka 3, anaona hii Kalonzo ni mjinga. Sasa nyinyi mnataka kiongozi atatengeneza barabara ya kwenda kwake ama atatengenezea wa Kenya kwenda barabara ya kwao? That is why he said Kalonzo is foolish. Because Kalonzo hajipendi. Kalonzo is not a thief. Anashindwa hii Kalonzo alikuwa vice president, hana factory, hana nini. Yeye ameingia mwaka 3, amenunua baburi ya simiti, amenunua kampuni ya kutengeneza chuma, amenunua kampuni ya kutengeneza tiles, amejenga magodhouse, amass wealth in excess of 4 trillion in 3 years. Unaona Kalonzo wako pale, hakuna kitu aliunda, hakuna kitu aliiba, anaona kweli hii mtu mjinga. He is stupid because he is comparing himself. Anaona mtu yote ambaye si mwizi ni mjinga. Nyinyi mnataka mjinga kama mwizi. Mnataka mwizi kama mjinga. Hapana, tukue na mjinga asiibe chochote. I think this country will be better off ikuwe na mjinga kuliko mwizi. Kama mjinga ni kukosa kuiba mali ya Kenya, afadhali mimi nikuwe mjinga. So mimi nasema msijali. Hii matusi yote mwezi ya 8 mwaka ujao, ikifika saa 3 ya usiku, hiyo kiburi yote itakuwa imeisha. Utasikia inahesabiwa hapa haraka. Siri hapa ni yale. Siri hapa polling station. Inahesabiwa, unajua maneno yao. Wewe ile mtu wewe tukana Kalonzo, tukana sisi, tupige na risasi, tupige hiyo kiburi yako. Chuma yako iko mtoni. Sisi tulikufanya rais, ndio tutakupeleka nyumbani. Formula ya kufanya wewe rais was more difficult. Kukutoa ni rahisi. Unajua kujenga nyumba unajenga mwaka 3. Kubomoa pande. Ukija kwa kutoza ni siku moja. It is easier to destroy than to build. Mimi ndio nimalizie nigusie jambo moja ya mashule. Nimeangalia hapa Ukambani. The people of Ukambani, their leaders, took time to develop good institutions. Very good educational institutions. Hapa Machakos mko na Kathiani Girls. Si ni shule maarufu? Tuko na Machakos Boys, tuko Machakos Girls, tuko Tala High School. Pale Makueni hapo walijaribu zaidi. St. Joseph Girls Kibwezi. Tuko na Precious Blood Kilungu. Tuko Makueni Boys, Makueni Girls. St. Alphosa Kisawa. St. Teresa Oni Girls. Tuko Oni Boys.
tuko Mkagos, tuko Matiliku Secondary School. Ukienda pale Kitui, iko Kitui High, iko St. Charles Lwanga, iko Mlale Girls, iko Kimanga Girls. Umesikia jinsi nikilalamika? Hizo shule watoto yao Kathiani, masi ya kuingia kwa Kathiani Girls ni 60. Mtoto wa hapo Kathiani ako na 62, ameomba hapo, amenyimwa nafasi. Anapelekwa day school, iko Kericho. Ni haki hiyo? Na hii shule wazazi ndio walijenga. Mimi nauliza, wale watoto wote wamepita na ameomba shule ya nyumbani ilijengwa na wazazi wake, apewe nafasi kwenda kwa hiyo shule. It is wrong mtoto hapa Kathiani anyimwe nafasi akiwa na 62 marks, mtoto mwingine atoke pahali nyingine akiwa na 45 apewe. Na sisi hatuna shida na watu ya Northeastern azawadi wanapiga kelele ati wajae na shule hii. Tunasema hata Northeastern shule zijengwe, watoto wa Ukambani waende huko wajuane na wale wa Somali. We are saying kila mtu ajenge shule. Wale magavana na MPs ya Northeastern kwa jumla tangu devolution ikuje wamepata in excess of 1 trillion pesa ya devolution, equalization fund na CDF. Wamekataa kujenga mashule. Pesa hiyo yote wanapoa, wanaenda kujenga mall Eastleigh, wanaenda kununua apartment Lavington, alafu wanapiga kelele ati watoto yao wakuja wasome hapo Machakos. Sisi naambia watu ya Northeastern, lazima tutetee nyinyi, kwa sababu mtatetewa na nani? Magavana yenu, MPs yenu, senators yenu wanaishi Nairobi. Nilikuwa deputy president nikitaka kwenda Mandera, governor, MPs wananiuliza huko na ndege, sema ndio utubebe, tunaenda na hawa, nikimaliza tutarudi na hawa. They stay here in Nairobi. Instead ya pesa develop Mandera and Wajir and Garissa, wana develop Eastleigh and South Sea. So what we are Northeastern, Stephen Kalonzo Musyoka na mama, watatetewa na nani? Hawa watu wameshikana na Kasongo, pesa yote wameiba. Ukiona ile pesa imepelekwa Northeastern, uende huko, hakuna shule, hakuna hospitali, hakuna chochote. Wamechukua pesa, wameenda kujenga South Sea na Eastleigh. Sisi kama viongozi wa Kenya ndio tutatetea watu ya Northeastern. We are calling for a special audit on how funds for devolution, equalization fund and CDF ile imepeana Northern Kenya imetumika vipi? Why are there no institutions? Why there is no visible development despite the billions of shillings that have been allocated in those areas? Na unajua sasa kwa sababu ni wezi na wanaogopa kushikwa, wanaenda kwa Kasongo wanasema tutapa. Unajua Kasongo ukisema tutapa hata ukiwa mwizi anasema usishikwe. So it's up to the residents of Northeastern Kenya waanze kusema one time ndio Kasongo apidue fikira zake. So we are going to speak for the people of Northeastern. Those children deserve good schools, they deserve good hospitals, they deserve roads, they deserve water. Mimi nikiongea wanasema mimi ni mkabila. Sasa hiyo Wasomali mnatetea kwani hao wa Kikuyu? Lazima watetewe because hao watu wameumiza hiyo watu. So I want to ask the people of Northeastern Kenya, Rigiji is your great friend. When mulivamiwa na askari ya Somaliland, I talked about it wakaondoka. Hii pesa yenu inaibiwa na magavana na MPs na maseneta na MCA. I'll be talking about it mpaka mpate haki yenu. You also are part of Kenya. And the 2010 constitution was very kind to the people of Northern Kenya. They had suffered a lot of marginalization for a very long time. The new constitution brought devolution to deal with that imbalance. Unfortunately, for 13 years, all that money has been taken by your leaders and invested in personal businesses in Eastleigh and South Sea. Somebody must stop for you. Sisi tumejitolea kutetea nyinyi. Mimi nikimalizia niseme ya kwamba tungangane kabisa, msiogope. Msiogope hata kidogo, na sisi to strengthen political parties is good for democracy. Please strengthen Wiper.
Na msichanganye Kalonzo. Mnamchagua alafu mnachagulia ya watu ya huko, watu waesikiza yeye. Mimi ile shida nimepata na Kasongo na sasa nilienda harusi na gari ya mtu mwingine. Kufika kwa mtu akaniambia nishuke. Sasa mimi nikaambiwa na wazee, wewe tengeneza gari yako. Wewe ndio driver na logbook ufungie upatie redoka sasa kuwekea sisi. Nyinyi mjenge chama ya Wiper. And the only way Kalonzo can succeed ahead in leadership ni akiwa na watu ya kutosha. MPs, governors, senators, MCs and a Wiper, so that he is strong. Akiongea na wengine hapo na nguvu. Lakini mnamchagua mnawekea watu ya kila aina. Sasa kama hao MPs wengine wako kwa Kasongo wanamulima. Ndio wanaambia Kasongo ati Mkabani haijafikisha kilo ya kutoa rais. Na ni Wakamba. Wanaongea juu ya jamii yao. Ati sisi Wakamba hatutaki kiti ya rais, hatujafikisha hiyo kilo. Sisi hatuko tayari kuongoza Kenya. Akina Kawai. You must deal with those characters in the coming election. Mtadili nao. Lakini Wakamba nyinyi mwache mchezo. Mimi naona nyinyi wa very good people. You are so kind. Kwetu wale wote wako na Kasongo, they are 68. Ikifika saa 2:30 watatambulia Kasongo nyumbani. Na nyinyi nataka wale wote wanapinga Kalonzo, wale wanampiga, mtawamalizana nao? Mtamalizana nao? Hii Kasongo anasumbua sisi tukielewa. Finally nimesikia mambo ya Singapore. Ni uongo si uongo? Umesikia mambo ya Singapore? Ni uongo si uongo? Mnajua ni uongo? Sasa pale kwetu wanakuja kesho hapo Nyeri pale naitwa Kadroini. Atakuwa na vijana 15,000. Kila mmoja watapewa 25,000. Hao vijana nimeongea nao wote hapa. Mwambie hiyo 25,000 mkichukua msaidie wazazi kulipa school fees. Si ndio? Msaidie wengine kulipa hospital bill. Si ndio? Mpigie Kasongo makofi akishaondoka mseme wataka. Si ndio? Si iko namna hiyo? Lakini tumekubaliana akienda enya kamiti. Akisema mambo ya Singapore watu wanaanguka na kucheka. Wanacheka. Sababu ni uongo. Na mimi nataka hata nyinyi Wakamba akija hapa na uongo mchekelee. Mtamchekelea? Tufanye practice kidogo. Tufanye. Nione kama mnajua kuchekelea mtu uongo. Haya, watu ya Kadhiani fika hapa. Mimi najua hapo kunichagua, lakini nimejipanga na kina kawaida nyingine. Na mimi najua sijafanya kazi ya Mkabani. Mambo ya maji bado, mambo ya barabara bado. Najua huyu Kalonzo naona apeleke nyinyi vizuri, kama angekuwa na mimi labda ningefanya kazi. Lakini msijali nyinyi wa Kenya. Msijali. Najua hii maneno ya bottom up haijafanya kazi. Hiyo mpango ilikuwa ni wakati kidogo. Sikuwa nimeunda vile nilitaka. Lakini vile nimekuwa rais, nimepata wataalamu, nimepanga vizuri. Sasa watu ya Kadhiani, watu ya Machakos, naomba mkiongeza mimi miaka 5, hii Machakos na Makueni itakuwa kama Singapore. Itakuwa kama Singapore. Simuchekelea, itakuwa kama Singapore. Hiyo ndio dawa ya hiyo mtu. Hakuna haja ya kubishana na yeye. Kwa sababu ni muongo. Tumesikizana Wakamba. Niagize baadhi ya Wakamba tuzungumze. Masaa ya asubuhi ama ya jioni. Asubuhi ndio unasikia maneno mkiwa fresh. Sasa huyu senata huyu Kavimbi, huyu mama, na mheshimu sana. Ni mama yenu? Mnapenda mimi? Mnanipenda? Mtu yote ananipenda hapa Machakos. Huyu mama nikifukuzwa ofisi aliitwa na Kasongo. Akapewa milioni 20 alifukuza haraka. Twende mimi. So mimi ile mtu yote ananipenda, mpatie huyu mama kura aendelee kwa seneta. Kwa sababu sasa ukiona mtu anataka 20 milioni, muungwana si muungwana? Mtamsaidia? Mtamsaidia? Na usilie mambo ya maharagwe,
na mchele na nini, mkule tu, lakini mkuwe careful. Pesa chukueni, pesa mchukue. Hii maharagwe na mchele tuko na wasiwasi kidogo. Iko wazee pale kwetu Laikipia wanakula hii mchele, wanarudisha ripoti ya kwamba transformer imesimama. Umesikia? Mutachungana hiyo mchele na maharagwe. Hii mchele na maharagwe ya Kasongo iko hatari. Mkuwe careful. Na pesa mkichukua msipeleke nyumbani. Usichanganye na ile yako. Hiyo pesa iko na laana, iko na damu ya Yesu. Hiyo pesa mkulete pale sokoni na mlipe madeni ya Shailo. Na usinunue mbuzi. Na usipeleke mtoto shule hata pita. Hiyo ni pesa ya kulipa sokoni. Mkuwe careful. Pale Mlimani nimesimamisha hiyo maneno ya hiyo maharagwe. Wasema wameniambia Mungu wetu hii maharagwe imetuumiza. Simamisha. Kwa sababu hatujui imewekwa nini? Hii maharagwe watu napiga line for 7 hours. Mheshimiwa Kalonzo, kungoja kutoka asubuhi mheshimiwa afike, unapewa kilo moja, anangoja 7 hours. Kuiva hivi haraka inachemuka masaa 4. Hiyo ni masaa 11. Masaa 11 ukienda kibarua si utanunua maharagwe. Ni ujinga, si ujinga. Asanteni sana watu wetu ya Kadiani. Mtakuja kutembea Manyoro? Mtakuja kutembea Manyoro? Huyu Kalonzo Musyoka nitembea na yeye. Na mimi sijawahi kutembea na timu haishindi. Mkiniona mimi bali niko hapo, ndio ushindi. Huyu Kalonzo Musyoka, huyu Ruto anakosea heshima, anamuita mjinga na kumfarau. Kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu atarudi hapa nyumbani na heshima. Asante, Mungu awabariki. Asante viongozi wetu. Kwa wakati huu bila kupoteza wakati, nitaomba CMA tafadhali njoo hapa. CMA, please. Dakika ni moja. God is good and all the time. Kwa sababu ya wakati, maybe our parish moderator can remark for us and we finish.